Sikiliza. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Umetumwa na nani? Mbona mapema hivi? Naomba nikuulize swali langu la mwisho. Ni kweli umemwambia Zuu kwamba mimi naye tuna mahusiano? Ndiyo, nimemwambia. Kwa tabia za kishenzi bali nami umekwenda, basi nasema msore mabebi, mkamilifu hakuna, isije baki story kabebi, nitashindwa kula dona, basi nasema msore mabebi. Wewe unajua kabisa mimi shida yangu humu ndani huwa anapenda kitu gani? Una kitu ambacho mimi napenda wapi? Wewe kabisa. Mungu unaniua. Bosi, unajua mimi ninachokipenda humu ndani. Nikanunue nazi 2, alafu ukoko na kipolo uende ukawapi majirani zako. Wewe kununulia mimi mandazi. Hapana mume wangu, mbona unanyanyasa hivyo? Nakuuliza wewe kununulia mimi mandazi wewe mimi nimekwambia nakula mandazi humu ndani. Mume wangu hapana. Nimekwambia twende ndani. Mimi najua uko pia ndo utaniumiza. Sote nitakumi. Twende ndani. Majirani nisaidieni. Nimekwambia twende ndani. Nunulia mimi mandazi. Kwa mpusi bana. Wewe unajua kila siku mimi napenda nini hapa ndani? Najitahidi kununua nazi kwa ajili napenda kipolo. Wewe kununulia mimi mandazi hapa. Na wewe ni nani? Mimi ni mpangaji mpya mzee. Ndio nimepanga chumba hiki. Mpangaji mpya? Na unafanya nini hapa? Hapa nafanya usafi. Hivi wewe ulipewa masharti hapa nyumbani? Nimepewa masharti yote mzee wangu, nimepewa yote kabisa. Nimeambiwa kabisa kwamba hapa kuna zamu ya usafi, na ameniambia mama kwamba hapa ni Alhamisi ni mimi. Na akanambia kudeki choo ndo wapangaji wanakuwa na shida. Nikamwambia kwangu mimi haina shida kabisa, nitasolve kila kitu. Lakini pia ameniambia kama sina muda nimpe shilingi 5,000 anafanya kazi yeye. Kwa hiyo haina shida kabisa. Achana nayo masharti. Kuna sharti hujapewa. Lipi hilo mzee? Yawezekana labda mama alisahau kidogo. Sharti la nyumba hii, uruhusiwi kuangalia ugomvi baba akigombana na mke wake. Wala uruhusiwi kusikiliza. Kilichokutoa hapo ni nini? Hilo ni kwa siri juu mzee, naomba unisamehe. Sasa ni hivi. Yaani katika masharti yote zingatia hili sharti. Uruhusiwi kusikiliza ugomvi wa baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba. Wala uruhusiwi kusikiliza wala kuona wala zingatia hili. Usipokuwa makini na hili sharti unahama. Tumeelewana? Nimekuelewa. Sipendi ujinga kabisa. Sawa. Unasikiliza unaangalia ili weje? Basi. Unataka ukawasimulie bibi zako huko, sijui shangazi zako huko. Mimi sipendi bwana. No. Unataka kunielewa kwa nini? Sasa mbona amevaa kanzu kama ustazi fulani? Halafu anaonekana na mnyanyasa huyu mwanamke. Mshamba nsisikiliza kwa notes bure.
Amekuumiza ise. Amevimba kabisa. Yaani hapa upande wa huko hapa kwa chini hapa. Amevimba pamekuwa pakubwa. Kakupiga. Amekupiga. Sasa dada yangu samani, lakini kama utojali, naomba nikushauri kitu. Mume wako anaonekana ni mtu mwenye hasira sana, alafu ana hasira za haraka. Na anaonekana akikasirika hawezi kujikontrol kabisa. Sasa kwa nini unamuuzi mpaka anakupiga kama hivi? Kwani usimheshimu tu mkae kwa amani jamani? Eti, kwa nini umemfanya nini? Yaani kakaangu nikikuelezea hutoamini. Alikuja mtoto wa dada yake usiku. Tulipika. Ngoja nikusaidie basi. Wewe hata tu. Alikuja mtoto wa dada yake hiyo usiku. Tulipika wali. Nikampakulia yeye akala vizuri akaondoka kuangalia mpira. Sasa nikaona yule mtoto wa dada yake ametoka ana njaa. Nikaona bora nimpakulie ale. Alafu ikawaje? Nikaona asubuhi bora nitamnunulia mume wangu maandazi. Sio vizuri mgeni amekuja nikamwacha ameondoka na njaa. Asubuhi ndo kama ulivyoona. Mungu we. Kwa hiyo ugomvi wote ni kwa sababu ya chakula tu? Ndio hivyo kakaangu. Sasa dada na wewe, kwani unavumilia mateso haya yote? Jamani, ungekuwa dadangu mimi singekubali. Nashukuru Mungu mimi wewe sio dadangu. Ningempiga huyo mwanangu. Amesikubali dadangu. Dadangu apigwe hivi, wewe sikubali. Lakini dadangu naye basi ili swala peleka kwa wazazi, usivumilie mateso kama haya. Hebu nenda kuambia wazazi kwamba unapitia changamoto hizi. Sawa? Angalau sio kaungua sasa. Umesikia? Nenda kwa wazazi wako. Peleka hii kesi, waambie hivi, mwanaume ananipiga mimi kwa sababu ya chakula. Nishaenda hadi kwa wazazi. Na wanaelewa kila kitu na kila kitu kinachofanyika huko kwangu wanaelewa. Maana yake kila nikienda kwa wazazi wangu kuwashtakia, bado tena ananirudisha hii jehanamu. Kwa hiyo bora nibaki tu hii jehanamu hadi watakaponirudisha nyumbani maiti. Hapana. Dadangu sikiliza. Mbona wewe umeshamtu na wakati sasa hivi? Dadangu sasa hivi kumbuka serikali nzima inapambania wanawake. Asa hivi nyinyi 50-50. Wanawake mna nguvu, mna haki sawa na sisi wanaume. Kwa nini uvumilie mwanaume anakupiga bila kosa la msingi? Ungekuwa umefanya kosa at least. Lakini huna kosa. Huu ni mfumo dume unaopitiliza. Na hii mfumo dume dunia nzima Umoja wa Mataifa unapigania na mifumo hii dume. Sikiliza. Mimi naamini serikalini mna dawati lenu la jinsia ya wanawake. Peleka lalamiko hili, huyu mwanaume achukuliwe hatua. Atakuwa huyu. Ushawaza hilo? Nisikilize. Kama alivyokuambia yeye, ukiona kila kitu kinachoendelea hapa wewe kiache hapa. Usijihusishe na mambo ya hapa. Si tushazoeana maisha yetu. Okay. Mume wangu. Mbona unaondoka sijaelewa? Sasa wewe usichokielewa labda ni kipi?
Mume wangu umeniachia hela gani jamani? Hela gani? Kwani umeikuta wapi? Nimekuta juu ya meza. Sasa ndio kodi ya meza hii au? Lakini mume wangu unanionea. Shilingi 3,000. 3,000 mume wangu, kwani mimi nitaenda inatosheleza nini hapa? Afu nyinyi mbona wanawake mnapenda sana hela? Mbona siku nikiacha hela nyingi hapo sipati malalamiko? Mume wangu, napata taarifa zako kweli uko mtaani. Unanunulia watu bia, unakunywa, lakini kweli kwa kutumia hela zote hizo unazozipoteza, mke wako wa ndani unashindwa kumthamini, unamwachia shilingi 3,000. Kwa hiyo sasa hivi umeshaanza kunifaitizia, si ndio Umeshaanza kunichunguza. Majata, nisikilize. Kama umenichoka ni bora uniambie unirudishe kwetu kuliko kuniendelea haya kila siku unavyonitesa. Unanisumbua. Gesi ndani imeisha, mkaa hamna. Unaniachia bado shilingi 3,000. Mimi natumia nini 3,000? Yaani nakuachia hela kula na kutesa. Yaani niambie unakutesa kivipi? Unajua mimi nakutesaje mimi? Wewe uone unavyonitesa hivi. Uone unavyonitesa kuniachia hii hela ndogo, tayari ni pigo kubwa kwangu. Jiongeze wewe. Wewe ni mwanamke. Jiongeze, ujue unafanyaje hapo. Hela ndogo? Hali imebadilika sasa hivi. Kweli umenichoka. Kweli umenichoka Majata. Hadi unaniambia mimi nijiongeze. Nijiongeze kivipi? Alafu nisikilize bwana. Tabia ya kwanza kunifaitia kuniambia na hela sijui nazitumiaje. Hiyo tabia mistaki. Kinachokuhusu ni mezani. Angalia mezani nimeacha nini? Niache na habari zangu niondoke. Unanichelewesha mambo yangu mimi. Umenielewa? Usiombe dunia mapito yakakwandama, jua kuzama, mateso usiku mchana. Leo najuta kukua, yalosema mimi nayaona. Baba na mama mlale salama. Dunia tambara bovu, moyo vidonda makovu. Unagombana nini tena? Na nilikwambia msigombane jamani. Wewe unapenda kelele? Sio kelele, kama kawaida yake. Ameniachia shilingi 3,000 na ndani hamna kitu chochote. Aya. Labda ana hela. Ujali ngumu siku hizi. Mimi nakataa, sio kuwa ana hela. Uko taarifa zake kote hapa, anaenda kunywa pombe, ananunulia watu pombe, lakini kwake ajali. Aya. Anakunywa pombe? Ile kofia. Usione kila mtu anayevaa vile basi ana tabia njema. Wengine wanajificha tu. Okay. Aisee, pole sana. Natamani ningekuwa na uwezo kukusaidia, lakini sina uwezo. Lakini pole sana. Mungu yupo. Ipo siku yataisha, umesikia? Kwa hiyo hapo unataka kufanyaje sasa? Okay. Pokea. Usiwe na wasiwasi, pokea. Hayupo, pokea. Shika. Usiwe na wasiwasi. Naomba kanunue kitu kizuri, pika, kula. Alafu usiku tafuta vibamia kama shilingi 200. Umeelewa? Na magadi. Alafu nenda kutafuta vifuu ili bamia linuke moshi wa vifuu. Sawa? Ukija unakoroga mlenda. Alafu unapika ugali kwenye pia kuni, unapikia kuni ile moshi wewe mwingi, ugali unuke moshi. Alafu ndio unamwekea kwenye bakuli, unamfunikia. Kipindi hicho wewe unakoomesha kula mapochopocho yako. Hiyo hapo kiamua nunua kuku wako nusu, pika makange, pika kawali kako mwenyewe, kwa ugali kako, kasoda kako, kama maji baridi, kula, kandika, tafuna kabisa meza. Umeelewa? Asikutese wewe, pia mtu na malaika wanakulinda. Na Mungu pia wetu sote. Umesikia? Sawa. Asante kakaangu. Pole. Asante. Basi sawa, mimi natoka. Haya. Umekwenda mbali. Nauguza moyo wangu. Umekwenda mbali.
ulisemaga mwenyewe hata kwa dhiki hatutotengana mami, tumboro umeniacha mwenyewe hapa laliki kitanda cha moto, kakifaranga na mwewe utabiriki kwangu changamoto, faraja yangu ni wewe umeshiriki kukatisha ndoto, ila najua kipato changu kidogo kilifanya unikimbie na watu. Mazausi. Sasa hivi. Zo, kama nilivyokuambia kwamba mimi nimehamia hapa, huyu ndo mwenye nyumba wangu. Lakini mumewe hayupo. Huyu ni mwanamke. Kwao ndo mama mwenye nyumba. Huyu ndo mother house. Mama anaitwa Zu. Huyu ni mwenzangu, hatujaoana lakini ni mwenzangu na hata kwao wananifahamu. Nimeshamaliza baadhi ya taratibu. Zu huyu ni mazausi wangu. Na ni mtajuana tu mbele ya safari huko. Hivi Vanda, yani hapo umehamia siku 3 tu zilizopita. Leo ndo nione picha kama hii. Picha? Hivi unaona hii picha alionyesha huyu mwanamke hapa? Kuna nini kinaendelea katikati yenu? Unajua mimi pia nilikuwa nataka nikuulize, kwani mnafahamiana, mshaonana uko nyuma kabla? Naona kuna kitu mimi pia sikielewi hapa. Hata mimi sielewi kinachoendelea mpenzi wangu. Sielewi kabisa. Naona tu namtambulisha lakini mwenzangu naona kama nimemkosea. Labda kuna kosa nimelifanya sijui. Lakini mimi sijapewa masharti kwamba hapa ukipanga usije na mwanamke. Sijapewa sharti hilo mimi hapa. Mimi nimeambiwa hapa niko huru. Ila wewe mimi nakujua vizuri. Yaani nakujua kinaga ubaga Vanda. Yaani hata usimdanganye. Wewe si hujui kitu huyu mwanamke kuhusu huyu mwanamke? Wewe unamaanisha nini? Sikiza kwamba kimoja Zu, unaona ushaanza. Zu, mimi nimeshaacha hizo tabia. Na naomba sasa hivi uniamini kabisa. Si umeelewa vizuri? Na ndio kule nimehama. Na kwa pia haki ya Mungu. Na hapa na namba ardhi. Sijui chochote kinachoendelea zaidi ya saa za asubuhi nzuri. Mimi mwenye nyumba yangu na mume wake huyu. Umeacha. Na umeapa kabisa kwa Mungu wako umeacha. Nimeacha kabisa. Haina shida. Mimi mwenyewe nitafuatilia. Na nitajua nini kinaendelea katikati yenu. Sawa. Utanishirikisha kwenye kufuatilia, tufuatilie wote. Unaletea masiala? Hapana basi. Basi wewe fuatilia tu. Fuatilia tu mpenzi wangu. Onaimba ila moyoni vidonda vikali sina kabima. Sasa hizi na kuona mwenyewe mtoto wa kike unafuafua. Sasa mbona kidudu umekieka hapa na wewe? Na kuona na nguo vingi udugu wangu. Ningekuwa sina kazi ningekusaidia. Sawa, najua hauna muda ya kuongea na mimi. Ila mimi nilikuwa na maswali kidogo tu ya kukuuliza.
Uliza na kusikia. Okay. Mimi nilikuwa naomba kujua tu. Ni kwa nini ile siku ulivyokuwa unatambulishwa ulinifonya na kuingia zako ndani? Na mimi bila kujua kosa langu nilikukosea nini? Na wakati ndo kwanza siku ya kwanza tu tumeonana, sina kosa nililokukosea wala sina kitu chochote, mimi na wewe ndo kwanza tumejiona siku ile. Unajua wewe sio mtoto mdogo. Ni mtu mzima. Kwa hiyo kusoma ujui hata picha uone. Na ndio maana nikatanguliza, wewe ni mwanamke mwenzangu kumbuka. Na ndio maana nimekufuata hadi hapa ulipo. Ili mradi tu tuongee. Kwani nyie kuna nini katikati yenu? Mbona sijawaelewa? Mimi ni mke mwenzio. Mimi ni mke mwenzio. Nadhani ulichotaka kukijua ushakijua. Kama wewe mume wako, basi na mimi ujue ni mke mwenzako. Mixing za Kibist. Nakushukuru. Nakushukuru sana. Asante kwa vitu vyote ulivyonifanyia. Tena namshukuru Mungu sikuhamia na wewe. Kwa hiyo uliwahi kuhamia wewe? Unajua kabisa kwa kuna mwanamke wako. Kwa nini unapenda kurudisha mambo nyuma? Mbona mimi nimekwambia kabisa na nimeweka wazi kwamba mimi sina mahusiano naye mwanamke jamani. Kwa nini nikudanganye? Kwa nini napajua hapa? Siniamia juzi. Kwa hiyo juzi na leo nina mahusiano na mtu jamani. Alafu mpenzi wangu, naomba uniamini mimi. Usifuate hisia zako. Sio mpenzi wangu. Naomba uniamini. Hauna mahusiano naye kivipi? Nimekwambia kabisa kwamba unaweza ukiamua kupata ushuhuda, kamwite mwenyewe ni mama mwenye nyumba muulize. Muulize hata sasa hivi mwite muulize. Mwite tu muulize, mwambie eti wewe una mahusiano na yule mkaka. Sina mahusiano naye mimi. Kwa nini kudanganya mpenzi wangu? Kwa nini kusaliti? Mimi sio malaya hivyo unavyofikiria wewe. Mimi nimetulia mpenzi wangu. Nisikilize. Mimi sio yeye ni mwite. Nimemfuata na kaniambia mwenyewe kuwa wewe ni mtu wake. Na hawezi kudanganya, si mchizi, ni mzima yule. Hawezi kunidanganya. Hapana. No. Sio kweli. Sio kweli hizo.
Haiwezekani. Sina mahusiano na huyo dada, haiwezekani. Inawezaje akwambie mimi ni mtu wake? Mwite sasa hivi. Mwite sasa hivi hapa aje aseme ukweli. Kama mimi ni mtu wake kweli. Si mtu wangu Zuu. Kama niamini mpenzi wangu. Niamini. Mimi sio mtoto. Mimi ni mtu mzima. Alafu vitu unavyoviongea wewe na yule dada alivyoniambia pale nje ni vitu viwili tofauti. Okay. Kaa tuzungumze. Kaa tuzungumze. Zuu. Kwa nini umeingia kwangu bila hodi? Mimi nimesikia mnagombana na mke wako, nimeamua nije kuwaona. Sikiliza. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Umetumwa na nani? Mbona mapema hivi? Naomba nikuulize swali langu la mwisho. Ni kweli umemwambia Zuu kwamba mimi naye tuna mahusiano? Ndiyo, nimemwambia. Ukikwama nirudie mikatu, sitokuzingua.